bwana, leo mimi bwana fanyeni mpango jioni mpike ndizi. Leo hiyo. Si unapenda ugali wewe? Ugali ule mchana kila sana na ugali unatia uvivu. Tamwambia hapa nunue hizo ndizi. Na nyama au na tumbo? Tutakuwa lakini mradi ndizi tu. Sawa. Mama, baba. Mimi naenda sokoni. Sawa mama. Kanunue ndizi na nyama. Ndizi? Ndizi za aina gani sasa? Utazozijua wewe. Mimi mwenzio majina ya ndizi hata sijui. Basi limeisha hilo. Wewe. Chojua. Sikujua. Ushajua sasa. Poa, chojua basi. Watu tembea na mali za watu. Chojua basi. Unataka chojua babu wako? Poa, chojua. Ona bwana. Sasa maliza. Mwachie bwana aende, tayari kashamaliza. Ule. Geuka nyuma. Geuka huku. Okay. Oya. Kwa geuka nyuma unajua usikui uelewi hapo. Potea basi. Hivi hapo. Hivi. Sio baina saba au sio bwana? Miguu miwili ndani pita nisi. Ndio hivi ndio sawa. Baba, shikamoo. Marahaba mama, karibu. Aya, asante baba. Nimekuja kuleta malalamiko ya mwanao. Sikujua amenibia pochi, viatu pamoja na simu. Sikujua? Ndiyo baba. Mama, sikujua. Mama, sikujua? Haya, njoo sikilize malimwengu mengine hayo. Nimekuja nimeleta malalamiko, sikujua. Amekuja kunibia pochi yangu na viatu pamoja na simu, tena simu yenyewe iPhone. Unamjua lakini ukimwona? Namjua mama. Sikujua kabisa amekukaba. Amenikaba tena kaniambia nisimtaje, lakini sio kweli. Vitu vyangu vina gharama kuliko yeye. Kunikaba, kanikaba tena na mwenzie na kanishikia mimi kisu. Kweli? Mimi siongei mama, mpaka nimeongea. Mimi sipendi, sijategemea mimi. Sikujua huyu? Ndiyo baba. Wewe sikujua? Sikujua! Abe mama. Njoo kwanza mwanangu. Majanga yanazaliwa kila siku. Ndio huyu. Ngeukia. Kwani kuna nini mama? Ndio huyu. Mbona kavaa nguo ndefu na mtandio? Kwani kuna nini hapa? Amevaa nguo ndefu na mtandio. Mwanzo alivaa nguo ya kiume, pensi, t-shirt na kapelo. Wewe? Kweli baba, sisi. Mama, afanye shughuli yako. Afunzike. Jinga mkubwa wewe. Sasa ninakwambia, kama una baba yako na mama yako, kama umetumwa, umegombana na wanawake wenzio huko kwenye madangulo yenu hayo, alafu unakuja kumsingizia mtu ili upate wewe si mali, hapa hakuna. Na kama umetumwa na mtu, ogopa sana uongo.
Huyu binti hajatoka hata siku moja. Hajafanya mambo hayo. Hajavaa suruali, hajavaa shati, hajavaa. Yaani mpaka zile kofia hajavaa yule. Unamwona ndio vile. Haongei na watu. Ukimwona ni hapa na sokoni, kaudi yuko nyumbani kwake anapiga dua. Wewe leo katoka kuja kukaba saa ngapi? Sasa kama umetumwa au umekosa hela kwenye dangulo huko. Vitu vyangu baba. Kelele vitu vyako kakuibia huyu. Wewe umechukuliwa huko, umeongwa kama umechukuliwa huko. Unakuja kumsikizia mtu wako. Vitu vyangu vina samani. Kimya. Samani ya nini? Toka. Sikiliza. Kama una wazazi wako nyumbani wawili unawaheshimu, na sisi lazima utuheshimu. Kama baba yako na mama yako, wacha hiyo hadithi. Kama umetumwa rudi huko ulikotoka. Anza kutembea na kisu yule. Akuonyeshe kisu. Ana uwezo gani yule? Ana uwezo. Toka! Ondoka. Wewe ndio wasichana mnataka kama mwanangu. Toka vitu nyie. Nataka huko. Mwangalie kisura chake kwanza. Ondoka. Yule anataka anunuliwe hiyo iPhone, sijui iPhone hiyo simu. Ndio anataka anunuliwe yeye. Ngapate hapa. Eti na alafu anajiuza yule Kimboka. Na siku hizi Kimboka biashara hakuna. Na kwa nini basi unakuja kumsingizia huyu? Si watafute tu huko jambo lingine. Mpaka umwambie huyu mwana mtoto tukatulia ndani, hana matatizo. Hata kutoka kwenye hajui. Kusema na mtu kwenye haelewi. Hata siku moja hujamkuta kabisa na mtu. Kwa nini anakuja kufanya mambo kama hayo? Si unajua tena vijana, ametuona sasa tuna hela kabisa za kununua hiyo misimu akakope huko. Leo juu ya bwanangu unajua. Anakuja huyo. Chula huyo anakuja. Lete mizigo hiyo. Lete mizigo hiyo. Viatu vyenyewe vya 3500. Pochi iko wapi? Wewe. Ah. Basi babu Pochi iko wapi? Nimeacha kule. Pochi wapi wewe? Niangalie vizuri. Niangalie. Mimi nani? Wewe. Mimi nani? Sikujua. Mbona tembea kizembe? Tembea. Subiri, sikujua. Tembea sasa. Tembea bwana. Wewe. Amka. Afua, ile simu yenyewe sio la mkopo hilo. Kama mkopo tunaweza kulipasua tu hilo. Kwani vipi babu? Mkopo sio inasebezwa tu babu, dakika 0 tunamkopa kitu gani? Ngoja shebe. Hivi. Hivi nimewakosea nini humu ndani? Mwanako naye anikosea kiasi hichi wewe mzee na kuuliza. Nimekaa humu ndani miaka 3 baba. Sijai kuwakosea hata siku moja. Lakini mnashangaa sikujua. Ananikamata kwa vichochoroni. Amenipokonya simu yangu, amenipokonya pochi yangu, pokonya viatu vyangu, natembea barabarani mimi kama chizi. Anajua thamani ya viatu baba. Anajua thamani ya pochi yangu. Anajua thamani ya kila kitu changu. Kwa nini mnanifanyia hivi? Kwani kwa sikujua gani basi? Anakaa huko na aoni wenzie baba. Nimewakosea nini? Nimewakosea kitu gani mimi? Nani? Sikujua mwanao uliomzaa baba anaishi humu ndani. Na mimi ni mpangaji wako. Uhakika unao au unaongea tu? Nina uhakika. Tena nina uhakika kabisa. Haya macho yangu yameshuhudia kumuona yeye akinikaba na kunitolea kisu. Yaani anakaa kwa ni muuni tu. Ana lolote. Yaani nataka vitu vyangu. Unatibika, nataka vitu vyangu. Uhakika unao au unaongea tu? Polo maana yake nini? Mama, sikujua. Njoo. Ndio. Sikujua si ndio huyu? Ndiye baba. Ndio huyu sikujua. Nilimkuta kule. Baba, kule vichochoroni akiwa amenishikia kisu na wenzie. Na kuuliza ndio huyu? Au mfananisha? Hebu sema ukweli kwanza. Lakini mama ndio hii. Sijua. Abeba. Kapumzike nani? Umeswali kweli? Bado. Nenda kaswali mwanangu. Nisikize wewe binti. Si umesema muda umekaa miaka hii? 3 Sasa nataka nikwambie.
kodi yako ikisha ondoka, niachie chumba changu. Siwezi kukaa na mtu anataka kununulia mwanangu. Sio bure. Wewe umetumwa wewe. Mimi mwanangu anaweza kutoka kakaba mtu, ana nguvu gani kwa mkaba mtu? Mtoto wa kike anakaba. Uliona wapi? Wewe ushakumwona katoka hata siku moja ndani? Anakwenda kuhangaika ovyo. Wewe unahama. Nikwambie tena unahama. Jamani, majirani wamchukie mwanangu, hata nyie mnakaa humu ndani. Mama. Sio vizuri namna hiyo. Dada, nenda kwa heshima na taadhima. Huwezi kunitolea roho mwanangu wewe. Ndio yale nilokuambia. Ndio msikitini. Nenda mume wangu, na mimi naingia ndani tena nikaswali jamani. Naona leo mwenyekiti umetutembelea. Karibu kaa kwenye ndoa. Asante. Habari yako? Salama, siyuko. Mzima kabisa. Mimi mzima, sijui toka. Sawa, shikamoo. Marahaba, vipi hali? Sijui bwana mguu nimemkuta. Bwana mhitaji. Bwana mhitaji. Basi kujua. Naam. Njoo. Cheme. Mama utembelea. Bwana. Karibu sana. Kwema. Kwema, vipi hali? Safi, shikamoo. Basi huko vipi? Salama kabisa. Karibu mwenyekiti. Asante. Sasa mzee, naam. Nimekuja, nilikuwa na shida kidogo ya tuzungumze. Na kitu kichongeleta hapa sasa kuhusu mtoto wenu. Sikujua. Kesi nyingi pa zinakuja. Barua nyingi pia mimi nawagea watu kwa ajili ya mtoto wenu. Yaani kila hapo napopita sasa hivi ni mtoto wenu tu. Amekaba, amepola, amepiga. Sasa unakuta kwamba mambo yanakuwa ni mengi sana. Naofia kama nikisema nikae na watu wangu tumtafute, tutamkamata, tutampoteza. Mwenyekiti, mimi kwanza hata mimi umekuja bahati nzuri leo, nataka na mimi nisikitike, nilalamike kuhusu huyu mwanangu. Unajua hizo habari mwenyekiti, wasakuja watu wengi sana hapa kulalamika. Wengi tu wanakuja kwa habari hizi. Lakini sasa tunachoshangaa sisi mwenyekiti, huyu mtoto hatoki nje. Haendi kwa mtu yote. Ukimwona katoka hapa kaenda sokoni, karudi, kaingia ndani, anasoma dini. Sasa leo na wewe mwenyekiti unakuja kutusibidishia kwamba eti watu wanakuja kulalamika. Kwanza nataka nikwambie hizo barua ulizosema, barua sisi hapa hatujazipata wala hazijatufikia. Na lingine ndio nakwambia mwenyekiti, mtoto yule hana tabia hiyo. Unavyomuona ndio vile vile. Haongei na mtu yule. Wala akai barazani kuongea na mtu. Yeye akirudi ndani kutoka hapa sokoni karudi anapika. Ndio inavyokuwa. Sasa leo tunashangaa hata wewe mwenyekiti watu wanakuja wanakuambia hivyo. Watu walishaanza na walishakuja wengi hapa. Sisi tumewafukuza kwa sababu ya tabia yao mbaya. Sababu kuna wakati kama mtu afanye chochote na binadamu tuna mambo mengi. Ukimwona mtu katulia basi unamtafutia sababu, alimradi tu muingize kwenye moto. Kwa hili mwenyekiti kwa kweli hapana. Kwa sababu umekuja kweli kutoa tahadhari lakini sio kweli. Hatuwezi kukubali. Bwana muongopea kwa nini hivi mwenyekiti? Mimi nimekuja kukupa taarifa tu. Unajua kama mimi ndo mlinzi wa mtaa huu, si ndio? Nafahamu sana. Hivyo basi. Utapomkuta baya, usije kulalamika tena. Naona mwenyekiti huna kazi ya kufanya. Umeelewa? Laiti kama ungekuwa na kazi ya kufanya, basi wewe usingeacha kukaa ofisini ukaja kupeleleza mitaani kumwangalia mwanangu anafanya kitendo kibaya. Ina maana mitaa hiyo yote hakuna watoto ya mwanangu tu. Sababu haiwezekani kasiku lawama za kwake yeye tu. Tena anaungana na wanaume, anashika na visu. Sasa kama hujui mimi ndo nakujuza. Ukae umchunguze mwanao. Hivi ushakwenda kwa chumba chake hata siku moja? Au wewe ushakwenda kwa chumba chake hata siku moja kukagua? Mtoto wa kike achunguzwe. Sasa ninakuona wewe mwenyekiti kazi ya kufanya huna. Bana tumekuchagua ufanye kazi ya ofisini, unakuja kufanya kazi ya mitaani. Kazi ya kufanya huna mwenyekiti. Sasa nakuomba ondoka. Na haya mambo unayosema mwanangu akifa mwenyekiti nakuja kulia na wewe. Siri na mtu mwingine yoyote zaidi yako wewe. Kwa sababu huna kazi ya kufanya. Wewe unamsaka mama mwanangu tu unamsaka mama. Mwanangu yuko ndani wewe unasema anakaba. Mwanangu anavaa suruali. Suruali hiyo anaipatia wapi mpaka avae suruali? Mwanangu anavaa na ushungi wake. Ndani anaswali mwanangu swali hina. Labda ulivyokuwa mwanaume leba huijui. Lakini mimi ninaijua leba, nina uchungu sana kuliko ni wewe. Niachie mwanangu. Sawa mama, mimi mwana nakuachia. Lakini si atoki nje? Ndio.
italomkuta pale tamkuta nje. Na msije mnalia pale katika ofisi nawaambieni. Sasa mwenyekiti, nikwambie, kama unasema hivyo, na sisi mwanetu likimkuta hatuna imani na wewe, kwa sababu haiwezekani mtoto yuko ndani katulia, alafu uno kirahisi rahisi wewe ndio mlinzi wa mtaa unasema maneno kama hayo. Ina maana mwenyekiti, umejiunga na watu kuja kumwonea mwanetu, unamwambia mwizi. Nimeshakwambia mtoto yule hatoki ndani. Mtoto kaza kusoma dini yule. Anakaa kule ndani. Wewe unakuja kuchukua majukumu baada ya kuja kutuuliza imekuwaje. Tena wewe ndio unatia mashamshamu yule mtoto atakaomkuta utamtia. Sasa mwenyekiti, tukimkuta yule mtoto tunalia na wewe. Ule na mimi vipi wakati kwa mambo anayofanya ya ovyo? Haiwezekani. Yaani mtamzima mwogope yeye. Una ushahidi? Ushahidi upo. Ushahidi. Yaani kila mtu anaweza kuja kusema mwanao tu, ushahidi upo. Jamani baba, mbona wewe sio mwelewa wewe? Mimi mjinga, sijapotea nyimbo zote nje hapa. Wewe nenda bwana. Kazi ya kufanya huna. Sina kazi ya kufanya. Ungekuwa na kazi ya kufanya, basi kisingekutoa huko ofisini kukuleta hapa. Mimi naona wewe ndio utakayemuua mwanangu. Sasa ole wako. Mwanangu akifa mwenyekiti nalia na wewe. Habari kamili ndio hizo. Sili na mtu mwingine yoyote. Sawa. Fanya safari yako kwenda bwana. Fanya kazi zako ofisini. Ila nyie mwenyekiti kwa mbea tu. Muangalie kwanza alipokuwa hana kazi za kufanya. Kapige mihuri ya nyumba, uze nyumba pata hela huko. Huko utapiga na muhuri huko pata hela. Na mshangaa. Jamani, akija mara pili kama atarudia. Yule tunaenda kumshtaki yeye kwa mkuu wa wilaya. Ndio. Tutakutoa neonea. Maana yasa anaifanya mwenyekiti. Sasa sisi tunaenda matawi ya juu. Mwanetu ampendi, anataka kumuua. Mimi hapa bwana navyoona huyu mtoto tumfanyie maarifa. Kwa sababu huyu mtoto kila analolifanya binadamu anamkalia kilo juu, utafikiri wewe nini vile. Kila mtu anakuja kushtaki mashtaka yake. Sasa hapa mimi uamuzi nimeutaka, huyu mwanangu atafutiwe mume aolewe. Ama sivyo ukifanya mchezo, huu mtaa walivyokuwa wanamchukia, watamuua mtoto. Au unasemaje mwanangu? Mimi mke wangu ulivyosema, tena nikusikia vizuri sana. Na ingekuwa amri yangu kumchukua mchumba tu vapo unampa mwanao aenda ukaa naye, basi ningefanya. Mimi nimekusikia. Tena nimekusikia vizuri. Na mimi mwenyewe naona hivi mtoto wa kike kama yule, akawe na uwezo wa kukaba watu wanaume wakubwa wazima kweli. Wewe inakuingia akilini mke wangu? Lakini mtu anakuja hapa mapovu yanamtoka, tunagombana. Likitoka hili kaja huyu. Likitoka hili kaja huyu. Haiwezekani. Mimi mawazo lokuwa nayo wewe mke wangu, tuko pamoja. Hivi ninavyosema mambo yote naambia hivyo, nitakwenda kumtafuta ustazi msikitini. Anipe ushauri. Mchumba anatafutwa vipi au mwanae mtu kumuoa? Hata kama mtoto wa kike haruhusiwi kutafutiwa mchumba, maana mtoto wa kiume ndo anaruhusiwa kutafutiwa mchumba. Lakini mimi nitamuomba ustazi atusaidie. Apate kuolewa ubibi, tuondoke na ile balaa. Labda akikaa huko watakuwa wamfuati. Sijui kitu gani kawakosea. Hawampendi, sio kitu gani. Si unajua tena watu wa mtaa huu. Hawampendi. Umenielewa? Kuangalia mtoto yule mmoja huyo. Alafu wao ndio wanamsakama hatari. Hivi mimi nitaishi vipi hapa duniani jamani? Basi. Mashehe wanaozesha. Kuna mashehe wale wasiokuwa na wake. Wewe nenda msikitini, kawaulize wakubwa wa msikiti. Kuna mashehe wanaozesha watu. Kama msichana anatakiwa kuolewa, wanakupa mume. Mashehe kule msikitini, nenda kawaulize. Sawa. Na huyu mtoto jinsi alivyo. Wallahi naamini ataolewa na atakaa katulie. Nitamwambia mwanangu nenda, tutakuja kukutizama huko. Ukipata nafasi kuja kutizama na uvizie, wasije wakakuua bure. Sasa hii maneno wanashindwa tu kumpatia uchawi wa muue. Unaona sasa. Nimekusikia mke wangu, utakwenda. Binadamu wabaya jamani kweli. Sheikh Omari. Ndio bwana. Mimi bwana nimekuita hapa. Kuna jambo nataka tushauriane au nishauri. Ndio. Huyu binti yangu, si unamjua? Si huyu sikujua wewe. Sasa sikujua mimi simjui mwanafunzi wangu mwenyewe tena wewe. Kuna mambo makubwa yanatokea hapa kila siku kukicha. Wanakuja watu hapa wanalalamika yule binti anakaba, anaibia watu, anapola watu simu, pesa na nini kila kitu. Huyu sikujua. Huyu
hata sisi wenyewe tunashangaa. Kila kukicha wako hivyo. Sasa tukatafakari, hii ni kweli hivi yule binti unapomwona wewe alivyo kweli anaweza kama kweli hawe kama mwanamume mkabe mtu? Sasa nikaona unajua linaovuma hili wanasemaga la kuvunda halina ubani. Wakati mwingine ujazali mapema. Anayekuhusudu na kukuhasadi mchana usiku atakuchoma moto. Sasa nimekuita wewe bwana ustadhi shekhe na ndo mwalimu wake. Ndio. Wanasemaga mtoto wa kike hatafuti mchumba na kwa wa kiume, lakini kwa hili mimi nikuombe tumia aya zako unisaidie yule binti apate mchumba tu. Aondokane na hii adha hapa nyumbani. Aende huko anakoka basi itakuwa tafadhali. Ndio nimekutia hilo shekhe wangu. Umewaza vizuri sana imamu. Umewaza vizuri sana mzee wangu. Mimi na wewe tuko pamoja kwa muda mrefu, tunashirikiana, wewe ni imamu wangu. Na mimi pale nikuhakikishie tu, nina vijana wengi ambao nimeshawasomesha pale madrasa na sasa hivi tayari wameshakuwa wakubwa. Tutaangalia nani anatufaa tuweze kulikabili jambo. Kwa hiyo ngoja mimi niende nijaribu kuangalia nani anaweza kufiti katika hili jambo, ikiwezekana kwa baraka za Mungu jambo liwe limeenda vizuri. Basi inshallah. Mimi nashukuru sana. Ndio. Kwa sababu usije kama mtu tunamlazimisha tumia wewe elimu yako ya dini. Wala hakuna shida. Tayari mazingira nimeshayajua hayo. Nitajua huyu namweka vipi chini, nazungumza naye vipi, alafu Mwenyezi Mungu atabariki kila jambo. Basi haya bwana, asante. Inshallah. Asante sana. Tunashukuru. Haya bwana, haya. Hayo ya kwako tu. Basi haya mimi tena. Oe, kila kitu hapa mnabakisha. Oe, tembea zako. Wewe mwanangu achekeshi huyu. Fresh basi babu. Baba sikujua. Yaani hapa pakufikia ni pabaya. Yaani mtoto wako anamkaba mke wangu? Amekuchukulia nini na nini? Amenichukulia pochi, pesa pamoja na vitambulisho vyangu vyote. Hiyo kwani mwenyekiti mtoto wangu anaweza kumkaba huyu mkeo? Tumechoka. Oya mzee. Sasa mwenyekiti, yani wewe swala kama hili kwa hiyo unalea? Unaniambia kabisa mimi nimevumilia, unaweza kuvumilia mtu anafanya maovu? Wewe mama, mimi tunaheshimiana muda mwingi. Wewe mtu wa mwenyekiti tunakuheshimu. Tumechagua mume huyu. Sisi ndio wote tumfanyia uchaguzi yeye ndio tumemchagua yeye sisi kwa kuheshima na taazima ili apite. Leo anakuja kuleta nyodo kutakunulia mimi mwanangu. Mwenyekiti mwenyewe anashiriki kutakumtoa roho mwanangu. Hivi mama kweli hakukabe wewe? Nyama alikuwa na wewe na nyama mwanangu inafanana. Mke wangu sio kichaa. Na hizi kesi zimeenea sana hapa. Sasa wewe endelea kumkumbatia. Ila tutajua kuona. Tuondoke. Karibu sana Shakoma. Bwana mimi nashukuru sana. Nashukuru. Sijui habari za hapa. Hapa nzuri. Mama kwema lakini huko. Kwema tunamshukuru Mungu. Maana naona muda mrefu kidogo hatujaonana. Kabisa. Toka kipindi kile tulipozungumza yale maneno ya. Basi bwana, bila kupoteza wakati wala kuvuta muda, mimi bwana nimekuja. Lakini ujio wangu huu nimekuja kuhusiana na lile jambo letu lile ambalo tuzungumza kipindi kile. Sawa. Lile bwana Mungu ameleta heri zake. Ndio. Tumempata mchumba. Alhamdulillah. Mwanangu anaolewa. Na hivi kuonyesha huyu mchumba hana longolongo. Bwana tayari yeye amenipa mpaka mzigo huu. Niwasilishe na mimi nikaona hebu nisicheleweshe hii ifike kwa haraka. Kwa hiyo bwana mzee wangu, jambo ni hili, nyinyi mtalifanyia kazi, alafu mtatupa majibu yetu sasa. Inshallah.
Mimi nakwambia Sheikh Omar. Ndio. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutufanyia wepesi kwenye hili jambo. Amin. Na hili jambo lilikuwa lifanywe haraka sana. Wewe mwenyewe unajua. Ni kweli. Sio mgeni, misukosuko inamkuta mtoto wetu. Ni kweli, sijui hata imekuaje kwa kweli kabisa. Mwenyezi Mungu ndio ametufanyia wepesi. Basi bwana usio na wasiwasi. Mimi yaani unavotoka watu hapa. Ndio. Nitakuita uje kuchukua majibu yao mara moja ili tulimalize. Sawa sawa. Tuondokane na adha. Yule mtoto anapata shida. Basi tuombe Mungu. Basi inshallah. Haya bwana. Mimi bwana ngoja nitoke. Tuombeni Mungu jamani. Inshallah. Haya, baki salama Haya. Pole mwanangu, maana sasa hivi mitoto mijizi hatari. Pole yaliyokukuta, sijui si mwenyewe umekopa mwanangu, sijui vipi, hata sijakuelewa bado. Jamani, mchana huu unapita unaiba, haya ukiuawa na mijitu kama hii inatakiwa iuawe, lakini jamani, hii sehemu hatari. Uchochoro kama huu mwanangu, nawe simu yako siku ukipita itie mfukoni. Mnakwenda mnalinga tena wenzetu na misimu mikubwa, matokeo yako unaibiwa mchana. Pole sana mwanangu, kakutia hasara. Nanyi mwachege mkipita vichochoroni mweku. Hivyo ndio wakujueni mna simu. Jamani. Pole mwanangu. Yaani mama, nilichokiona huko hata mimi mwenyewe nimeshindwa kuamini kwa macho yangu. Yaani nimemkuta mwanao akipigana na wanaume jinsi anavyowafanya mama yangu. Umesikia sister? Hii sio kazi unazokufanya wewe, hata sikuweza. Tuachie sisi. Kazi gani sasa? Afu sikia wewe sister, usituchukulie barida barafu. Sisi wanaume tumeshindikana vibaya ovyo, tumepinda. Hiyo kazi unayoifanya ni kazi yetu sisi, sio wewe kukata vitunguu tu. Au sio? Afu nikana dharau sana. Watoto wa kiume wanapoongea sio nao wanaongea. Wewe mbona mzuri tu? Wewe kukaa ndani mama mnuganzia wauni tukirudi tunakukuta pale umejaa. Tunaona hivi kwa kufugwa kabisa wamekaa mapajani. Alafu nafanya kazi za wanaume. Yaani mimi naona kama naongea na wanawake kwa sababu mnaimba sana taarabu. Yaani mtoto wa kiume anaongeaje sana? Ni vipi nyinyi? Wewe sio kuvaa kanga tu kaa nyumbani. Ni mafala tu mtaniambia nini? Wewe. Oa. Babu vipi? Mpe show bwana anakuchukuliaje kinyongo bwana? Unajua mimi. Hai. Hivyo unafikiri mimi nakuogopa? Mama, mwanao kama anakuja kupata watu waliovurugwa atapigika. Alichokuwa nakifanya huko. Mwanao Mama. Mwanangu mimi huyo? Mwanao huyo? Sikujua. Huyo sikujua mama. Nimemkuta huko. Kazunguka na mume anagawa kichapo. Utasema mtoto wa kiume kafanya kuvaa nguo za kiume kabisa. Mama. Sijui pia mnamlea vipi yule sikujua. Si mtoto wa kike yule. Sasa kwa nini anakuwa vile? Nataka kukuuliza jambo moja. Uhakika unao kweli baba? Haki ya Mungu mama. Mimi kwa macho yangu ninamuona. Sikujua. Haki ya Mungu nakwambia. Sikujua. Usimuite mama kwani mpaka umuite si nimekwambia wewe. Sikujua. Njoo mwanangu uhakikishe. Lakini alikuwa kavaa nguo za kiume mama. Njoo mama.
Aongea kwanza jinsi ulivyokuwa unaongea, akusikie mwenyewe kwanza. Maana umejidandaa hapa. Tuongea mimi na wewe mama tu. Sasa tumeongea mimi na mimi ndo sikujua. Sikujua si ndio hapo. Huyu baba mimi anashangaa kweli. Ngoja kwanza babangu. Ngoja kwanza basi. Sasa mimi sijamsimulia mambo aliyokuwa anafanya wenzie huko. Ulikuwa unafanya wenzie huko. Unawatia visu, unawakaba wewe na wenzio. Huyu baba kakushuhudia na umevaa suruali. Unatabia mwanangu ya kuvaa suruali? Jamani mwanangu mswali hina, mwanangu ana swali vipindi vyote. Leo hii mnakwenda kumzulia balaa jamani mwanangu. Jamani mbona walimwengu hamumpendi mwanangu jamani Waumbea wako huo. Unaacha kuishi huko kama una mke, kama una hawala, unakuja kufanya umbea hapa maneno uliokuwa huna uhakika nayo. Wewe mbwa wewe. Sijui na mimi nikufanye nini. Tulia. Weka matako yako hapa. Nataka nende chooni tu. Vyo kwetu vimefungwa. Yaani umeleta umbea wako afu unataka ukanye. Mwambie jinsi ulivyokuwa umeona huko. Mbona unya? Hamna. Wewe baba wewe. Itakuwa nimemfananisha mama kwa sababu ukavaa dera wewe alikuwa kavaa suruali. Sasa kwani ujuka duniani wale wawili? Wewe baba wewe. Wewe baba unapokwenda kwa watu njoo taratibu. Hatari itakukuta baba. Mama. Sasa sikiliza. Uko unakokwenda. Ukome ushike adabu yako. Kuleta maneno ya umbea hapa. Basi. Ai! Ndio bwana mzee. Naam. Nafikiria siku za nyuma hapa kidogo nilileta ule mzigo kuhusiana na binti yako. Sawa. Sasa muhusika mwenyewe ndio huyu. Karibu sana baba. Asante sana. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Shukrani sana. Karibu. Huyu bwana ni miongoni mwa wanafunzi wangu waliokuwa wamepita katika mikono yangu. Sawa. Kwani huyu mgeni? Unakumbuka ile shughuli hapa nyuma hapa? Yule alikuwa anapiga besi kubwa mpaka watoto wakike wakachanganyikiwa kule ingekati kucheza. Si ndo yeye huyu? Mpaka akamtunza sahani lenye menyama kibao. Ndo yeye bwana huyu. Basi bwana. Bwana, hapa bwana ndio ukweni wako. Ushafahamu na huyu ndio mhusika mwenyewe, ndio mzee wetu. Huyu ndio mama na yule ndio binti mwenyewe. Kwa hiyo nimekuita hapa bwana. Mzee bwana karibu na wewe kidogo mtambulishe mkwe. Baba. Naam. Karibu sana. Asante sana. Tunashukuru. Ndio. Bwana. Huyu ndo mama yako na huyo ndio nimeona pale. Ndio mama wako bwana. Karibu sana. Karibu baba hapa kwako. Jisikie huko nyumbani. Asante sana. Naam. Nashukuru sana. Na huyu unamuona ndo? Nimeona. Karibu baba. Sikujua mwanangu. Baba umemuona yule? Haya mwanangu. Umeona baba? Tunakula sie. Akiseta uliego bakishege. Aka. Mimi sibakishi mwenzangu. Tukila tule. Sio tunakula tunabakisha hapo iweje? Hata sisubutu. Baba. Naam. Jisikie kwa nyumbani kwako. Shukrani sana. Wewe ukiwa na chochote tena sasa hivi hapa, njoo lete. Haina tabu baba. Huyu ndo mchumba wako tena, wala sio na sasa usiwe na oga. Sawa. Kwako hapa. Mimi nashukuru sana baba. Shukrani sana. Mwanangu sikujua mtoto wa Kiislamu kuolewa na ukiolewa unakuwa na heshima yako mwanangu. Bora uolewe mwanangu kawapate mji wako. Hebu angalia mtaani kwanza walivyokuwa hawakupendi. Lakini ukiolewa mwanangu huko tokome tena utakomoa kweli kweli majirani. Karibu mwanangu. Asante sana. Karibu. Baba kapata mama? Na mama kapata baba. Cheleko. Jamani, majirani kazi kwao. Basi haya bwana, ngojeni sisi twende tukaendelea majukumu mengine, lakini process hizi nafikiri tutazianza mapema tu. Maana tumeanza na utambulisho kama hivi. Haya sana. Haya baba. Karibu baba hapa kwako. Usiwe na oga, usiwe na wasiwasi baba. Karibu. Haya mwanangu sikujua. Mchumba ndio yule. Mtoto wa kike kuolewa, hasa ukiwa mtoto wa Kiislamu. Unaolewa uende kwa mumeo, mwanangu ukaishi.
na wewe vile vile utaheshimika sana. Umenisikia mwanangu? Sababu unajua tunafanya hivi mwanangu kukuepua wewe na watu. Watu mwanangu unaona mwenyewe wanakusa kama kweli kweli. Bora wewe na mji wako mwenyewe kwa jina nguru wako na nafasi yako. Hata kama kikakoko wewe kakae. Lakini nini? Hapa tumekunasua watu wanakufuatafuata sana mwanangu. Si kosa gani umefanya? Heshima mwanangu itakuwepo. Tena itakuwepo kabisa mwanangu. Umesikia mwanangu? Siku ya hivyo dada. Baba kapata mama. Mama kapata baba. Chele kwanzangu. Mahasidi watajijua. Kama nikifanikiwa kwenye jambo itakuwa vizuri, maana bwana mimi nimechoka kuwepo peke yangu. Lakini kitu bwana ni kizuri. Ndio kitu cheupe. Ukisema ukiweke ndani kile ukija ukiangalia na uwepo wake wewe sio unakuwa ndani. Oya nini? Tulia wewe. Sikujua. Ndio ushajua sasa. Oya. Kati yenu hapa. Nani anataka kunioa? Sasa hapo kosa liko wapi? Tumekuletea mume ili aweze kukustiri uwe na maisha mazuri. Mume wako ndio anataka kukuoa. Na barua pia. Mume nani wewe? Shamba nini? Sasa wewe mzuri tu. Oya, kwa nini usimuoe huyu? Halafu kingine wewe. Oya, hii sio chata kuolewa babu. Si umenielewa? Na kuona unajileta leta oya, piga buyu. Tena ole wako urudie tena. Una shepu ya kuolewa. Babu mimi sifagilii mapenzi. Oya, mimi natafuta sasampa nifanye mambo yangu. Bwege wewe. Na angalia tusikwe mmekuja eti si huyu. Muoe huyu hapa sasa. Nyie vipi nyinyi? Kwendeni hapa na ole kimbia hapa. Oya, hawalini tena. Mambo ya kibombe ndio nimembaita kishenzi na kidogo. Tuongeze panani na wewe vipi sababu. Mbego kabisa rafiki yangu ni baya rafiki yangu. Oya. Mbao yuko wangu hivi hapa. Tuwafanyia. Hawarudi tena babu. Wewe haunyama babu. Baridi mzee bana. Karibu. Wa salamu bibi. Kwema. Bwana mzee mwenzangu. Naam. Hayo yalotukuta huko. Acha tu. Haya maneno watu wanakuja kukwambia sijui kuhusu mwanao, sijui nini. Tukawa tunahisi pengine ni maneno ya uongo. Bwana mwanao mbaya kweli. Hivi ninavyokuambia hapa, hizi shingo zote zinauma bwana, wametuchukulia kila kitu. Bwana mzee. Mimi hapa sitaki mambo mengi. Kitu ninachokitaka hapa kwenye barua mule niliweka 30,000. Mwalimu, nataka 30 yangu. Wewe hiyo hela bwana achana nayo. Hiyo barua mzee achana nayo. Umeona bwana? Lakini jinsi walivyofanya, wametuchukulia kila kitu, yuko na wenzie, wametutolea visu. Kwa hiyo sasa imefikia kipindi mpaka huyo muaji mwenyewe kagaili hilo jambo. Kiufupi mzee wangu mimi sitaki mke, mtoto wako simwezi. Hivi kwa sasa hivi tu bado sijachukua kuweka ndani. Anatukaba. Ana kundi la watu huko, genge la watu. Anatukaba, anatolea mavisu sisi. Tena anatuambia kabisa, kachukueni barua yenu, yeye mwenyewe ana mke anataka kuoa. Mzee Mali. Yaani nakueleza ukweli ya mambo yametukuta mimi na huyu mchumba mwenyewe. Sio Mali hata wewe shina kwa mimi. Unasema maneno hayo? Yaani shehe, muda wote tulikuwa tunalishughulikia ili umenieleza tukafanya vya kufanya, lakini mpaka leo nakuja kusema hivi. Elewa. Hata Mungu vile elewa. Ngoja mimi nimchukue huyo kijana tuniondoke, lakini hali 30 yetu 30 barua waachie 30. Umeshatumia ngapi ndugu yangu? Wewe acha tu bana. Wewe acha tu. Twende tu bana. Baba, mimi na mashtaka kuhusu mwanao, sikujua. Ndio.
Baba, mwanao sikujua ni mwizi. Anatuibia vitu vyetu. Sasa mimi mwenyewe alishawahi kuniibia nguo zangu kwenye kamba. Kuna watu washawahi kuwakaba. Watu kila mtu analalamika kuhusu mwanao sikujua. Sikujua? Mwanao sikujua anaiba. Kweli hata wewe unaamini anaweza kaiba? Mwanao sikujua ni mwizi, tena yupo na wavulana wawili wanashirikiana nao, wanatembea na kisu. Mama, basi usanipa ujumbe, nashukuru sana. Nashukuru mamangu. Baba. Nisiamini kama mwanangu atapata. Basi mama, nimekusikia. Baba mimi na Mjumbe, hodi. Karibu shemeji. Shemeji, habari ya saizi? Salama. Huyu mumeo nimemkuta? Mume wangu yupo. Bana, hebu naomba niitie kidogo, nina shida naye. Mume wangu. Kuna mgeni. Wajina. Wajina. Vipi mjumbe? Salamu alaykum. Salamu, kwema bwana? Kwema. Vipi hali? Safi, nataka hivi. Mjumbe bwana, mimi nimekuja bwana. Na ujio wangu huu nimeleta malalamiko kuhusiana na huyu binti wa imamu wetu huyu. Sikujua. Nafikiri sikujua, unajua kwamba mimi nimemkuza mwenyewe yule madrasa. Nilikuwa na kibeba kinanikojolea. Ile yuko nikaba mimi sikujua. Yani amenishika hivi, ananipania juu hii miguu Wajina haijafika chini mjumbe. Yeye sikujua au na wenzake? Wako kikosi cha watu watatu. Yuko yeye na wenzio wanaume wanatembea na mavisu na mapanga. Basi itabidi tufanye hatua mapema sana. Bila hivyo mtaa wetu utaharibikiwa sana. Kama sikujua amefikia hivyo, mtoto wa kike anafikia kufanya matukio kama hayo. Kwa yule. Itaharibu mtaa wetu. Itabidi tufanye mapema sana. Leo wewe niachie mimi. Natoka hapa mimi nampigia simu mwenyekiti, nitakuletea mrejesho muda si mrefu. Basi wewe lishughulikie. Tukimwachia huyu kwa sababu kinyume chake kama tutakuwa tushughulikii, mtaa huu utaharibika. Mimi ninavyokuambia hapa ili koromero lilote limejaja hata kumeza mate siwezi. Ila wewe sawa tu, hamna tatizo. Yote liko wapi bwana na wewe? Ya mgeni je? Msingrendi kama akija mgeni mtavaa. Hodi. Karibu. Habari za hapa wazazi wangu? Salama, karibu. Mama, karibu mwanangu. Asante. Nilikuwa napita hapo ila nimeona nije kuleta hizi salamu. Maana siku nasema kesho kutwa. Mwisho ataniona na dharau. Ndio. Nilikuwa nimekuja wazazi wangu kwa ajili ya swala la mwenzetu sikujua pale. Maana watu wanalalamika kila siku. Matukio wanayofanya watu yanawaumiza. Sikujua yeye huyo. Na mimi kama nyinyi ni ndugu zangu, tushakuwa ndugu sasa hivi. Kwa hiyo nilipopata malalamiko haya na mimi jinsi ninavyoyaona yanavyoenda hapa mtaani, nikaamua tu bora nije kuongea bila karatasi au kwenda sehemu yoyote wazazi wangu. Kwa hiyo mimi nachotaka ili liongelewe, liishe, mradi maisha mengine yaendelee hapa mtaani. Mama, nikuulize swali hata wewe. Unavyomuona yule binti kweli yule? Anaweza kumkaba mtu akamchukulia vitu vyake kweli? Hebu hata wewe fikiria. Baba, usimkatalie mtoto unapoambiwa kitu. Na ndio maana nimekufuata baba, wewe nimeona ni mzazi wangu, uje nyumbani pale na sikujua. Tuwaite na wale wanaolalamika, tuongee hii kesi ishe. Hebu nataka unihusie kidogo. Haya, si kitakuja huko. Hivi naanzaje au nili nijitetee njoo nikija huko najitetea vipi? Baba, sikujua na matukio makubwa sana. Sikujua anakaba watu, anapiga watu, anatishia visu. Usikujua? Huyu akawa na mambo haya. Yaani mengine mimi mwenyewe usema kweli nashuhudia. Na ndio maana wamekuja kuniambia sijapinga. Nimekuja wazazi wangu mradi uje wewe baba na sikujua tukae chini. Tuongee na wenzetu tusikie wanavyosema kuna tatizo gani. Basi kwa kuondoa mzizi wa fitina. Sijui lakini hata wewe kwa kuangalia mazungumzo kwa hiyo unayapima jamani. Yule mkabe watu wachukue pesa zao yule. Basi mama tutakuja. Tutakuja kuwasikiliza watu. Haya, nashukuru wazazi wangu. Basi tutakutana siku ya Jumamosi saa 4 asubuhi. Sawa. Nenda mwanangu. Kazi njema. Haya mama. Naamini bwana. Niamini wapi? Toka alivyopata ujumbe mama, laia tena hatusemi. Kaupata ujumbe hivyo jenge upata urahisi. Tumekufa. Sasa mtu kama yule unamkutana njiani yule.
Andike. Akafie mbele. Sasa kielewa. Ndugu wangu, yaani kila ukija huku kutoka Zanzibar, wewe umependeza. Ina maana hiyo pombe inauzwa kwenye boti? Kwanza mimi nataka nikwambie jambo moja. Ndio. Ama hasa katika miaka nilopata pesa. Mwaka huu nimepata pesa. Maana nimeuza nazi zangu zote nimeziuza. Mchotaka mie nitakabadilisha biashara. Ushanifahamu? Biashara gani? Hapo ndo nitakapo mie hapo kake. Ushanifahamu? Kwanza nimepata chini ya milioni 5 kwa ile biashara nilofanya. Na nilipopata zile pesa nikasimamia hapa mtu wa kwanza kumfuata. Yeye ni mtu wa mwanzo. Nkaki yangu mie sana. Mwewe kabisa. Ushanipata? Umefanya vizuri. Sasa mie biashara ile nitakayo mimi ile. Mie mwana kule makame ansumbua vo. Kwa yale maboti yake ansumbua. Sepata raha, sepata usingizi. Sasa mie nitakanunua boti langu. Ndo maana ninakutafuta wewe kake. Ili nimekuja hukuda nipate hasa sehemu nipeleke. Kwanza kake. Wapa napuuza hii. Maana ishaisha hii. Huku sisi bwana. Kwanza mambo ya unadisia mambo ya msingi mdogo wangu. Sema mambo ya msingi tumalize, mambo mengine tutafuata baadaye. Basi ndio hivyo kake. Sawa, sasa nisikilize. Hilo mimi nimelisikia wala hakuna shida. Ila kwa sasa uko hivyo, wewe pumzika. Maana nikipokeza sasa hivi naamini utasahau. Ukishaamka tunaelekezana vizuri basi unakwenda kufanya mipango yako. Kwanza basi hilo kama hivyo. Basi twenda sawa. Mamengo yu wapi? Nani? Mamengo yu wapi? Kwanza huyu mwanao umemuona? Kashaku. Mamengo huyu. Kampendeza vo. Mame. Kankuwa mkubwa vo. Mkubwa sasa hivi. Kashaolewa? Kuolewa ataolewa. Kake wasubiri nini wewe mtoto kashakuwa mkubwa vo huyu? Asijifanya zina. Wewe umepata mchumba huko? Mie kule na wake 6 vo. Mie? Kwa hiyo na huyu vile nkipiga dude langu lile tulumbeta. Aka sitakatabu mie na mtu. Sasa ba mdogo. Ukienda kununua hivyo vitu una request au unachukua bodaboda au bajaji? Mie? Mie ni mwenyeji vo hapa. Mie ni mwenyeji Dar es Salaam. Huyu. Ni mwenyeji. Basi mimi nilivyoona hivyo nikajua mgeni labda. Yaani huyu alikuwa anafanya biashara hapa ya duka. Duka kabisa, duka zuri safi, lakini sasa mwenyewe alipoona sina namna gani akaenda Zanzibar akafanya biashara zake hizo huko. Sasa hivi anataka kubadilisha ashughulike na maboti. Basi mimi hapa nilikuwa kabla hajaondoka nilikuwa naomba nimuone aniage yani. Haina shida. Haina shida. Sawa mdogo, mimi naenda ndani. Haya. Mbona nimaliza hapo hii. Bana hiyo songa kupumzike kwanza, alafu kiamka tutaanza tena. Kwanza mie nimefurahi sana, lakini mie nataka nikwambie jambo. Kwa hayo maelekezo hulonipa mie kake, nishafajua. Mimi najua unapajua, lakini si sawa. Basi mie acha nikuache, usijifika mbali. Maana mamengo kuna muacha ndani. Kwa mie acha tunende. Shukuru ingisha kujafanikiwa. Kake mimi ndaka wewe twende zetu Pemba. Sasa ukishanunua hivyo vitu kwanza nimekwambia urudi hapa. Ukishalala hapa asubuhi ndio uchukue boti asubuhi ndio uondoke. Sasa sio uende huko kapita moja kwa moja. Rudi kwanza, lala hapa kutoka asubuhi inakuwa ni rahisi. Basi kake linkwisha hilo. Hilo? Limaliza. Haya. Ansalimia mamengwa. Haya nitakwambia. Haya. Hami. Cheche Hami. Oho.
Ami. Mbona kumbadilika? Mame. Ami, sasa nataka nikwambie jambo. Hapo kumpendeza. Ushaona? Ami, yani kumfanana hasa na yule mama kondogo yule. Si nakwambia nina wake 6. Ndio Ami. Basi yule mke wa 6 yule. Kama weye. Sawa sawa Ami. Ami, wajua vipi Ami? Yule babayo yule. Yule ni nzee, afata maadili gani yule? Ni nzee yule. Kweli kabisa Ami. Au sio Ami? Sasa Ami. Wajua muda ushakwenda. Mimi acha nende nikawae biashara. Sawa Ami. Mguu kwako Ami. Mguu huu? Vipi? Wakumbuka jana kuongea na kakayo? Una milioni 5. Ndio nimezifuata Ami. Ama hasa Ami wewe ama sihala wewe. Yaani wewe. Ami utanielewa tu. Mimi sipo na masiala, nipo serious Ami. Sasa. Basi hacha bwana. Ami utanielewa tu. Ami pole Ami, Ami. Ami vipi wewe? Leta huo mzigo Ami. Mzigo uko wapi? Ngoja kwanza. Toba. Unataka nini kwani? Babangu mdogo bwana asiasi babu. Ami nilikwambia toa pesa. Kwani unataka nini? Oya babangu mdogo babu wewe vipi wewe? Unajua hizi pesa zangu za biashara hapo hizo. Ami na mimi mwanao na haki ya kutumia hela yako Ami kwa heri. Oya tutimke. Ami ndakafanya vipi? Ami ndakafanya vipi? Rudisha pesa zangu. Ami pesa za biashara hapo hizo. Kasha ni mali za huyu. Ndakafanya vipi? Oya unasema nini? Unajua yule babangu mdogo juu. Dingi yangu yule mjue. Kwa hiyo ngoje niwahi nyumbani chap. Alafu baadaye tutamalizana. Sema nini sasa? Kwani tusimalizane kabisa hapa kama tutafanya chake babu. Oya mwanangu si baadaye. Oya wewe ndo unatakiwa univushe pale nyumbani faster kama yule mzee hajafika. Oya sikiliza. Hiyo michongo si hatuimind unajua. Hapa cha msingi pasu. Sawa bwana. Wewe lete mzigo wangu mimi nifanye mambo yangu na umpe mzigo wake fanye mambo yao na kila kitu wewe mambo ya baba yako si hatuhusu. Alafu dogo acha kuzingua. Alafu mchongo wenyewe wangu mimi alafu baba yangu mwenyewe yani alafu ndo nimemkabofu sasa hizo anataka kuleta pigo gani? Oya nishaye kuwazingua sasa siku moja. Sasa shida iko wapi hapa? Vipi babu? Sema nini sasa? Mpeta buku mbili basi niletee wangu akirudi. Haina shida. Fresh kabisa. Basi na vitu tangu asubuhi unaelewa dada? Alidi basi wangu. Kake! Ha! Njoo! Ama hasa kake, wewe huna mtoto. Nyie hasa hamna mtoto. Yule ni mtonge ni mtume. Hauwezi kujua wakunika bamie. Mie wakunika bamie kake. Hivi kweli mwali ya mtoto nyie? Kanikaba huko kanchukulia pesa zangu zote. Mimi nitakafanya vipi? Nitakafanya vipi mie? Hiyo biashara ninataka naifanya vipi? Sasa nataka niwaambie jambo. Mie nimekuja hapa kutafuta pesa, sikuja kucheza. Huko ninauza vitu vyangu. Nimekuja hapa kutafuta pesa. Kama wewe unataka kunielekeza kama wewe washirikiana na mwanao, basi mie nataka pesa zangu. Tena mama sasa hivi nataka pesa zangu. Kake mie nataka pesa zangu hapo. Usije nichanganya, nataka pesa zangu zote. Wewe sikujua? Sikujua? Njoo. Bwana. Sikukutana na watu wengine huko. Ndugu yangu wewe pombe hizi. Alafu ndio kumsingizia mwanao. Kwa nini anajiendekeza ndugu yako Aka. Aka. Mame. Ndio baba mdogo anasema umsikie. Toa kwanza usome. Toa kabisa. Huyu kachanganyikiwa hapo. Mimi siwezi kusenyoa wazi baba. Haya umemwona? Kake, nataka ngwambie jambo. Katika shetani, ile shetani kubwa lenye mibuyu si lenye nini lenye mapembe. Huyu shetani.
Huyu si mtoto, huyu ni shetani huyu. Tena huyu atakanimaliza. Mame. Sasa mdogo mimi sasa nimekuchukulia hapa wakati mdogo nipo ndani jamani. Kumbe jana aniuliza njia huyu, kumbe anataka mfanye jambo huyu. Aniuliza njia jana, kumbe huyu ana lake. Ana lake jambo. Amna. Mimi niliuliza vile ba mdogo kwa sababu mimi sijai kukuona tangu niko mdogo mpaka sasa hivi. Mama kajua mitaa uijui. Mwanangu wewe huyu mtoto mdogo kama huyu na wewe mwenyewe unamjua. Anakaa ndani humu mambo yake ibada ya dini kama kawaida. Leo yeye akakukaba wewe, anaweza kukaba wewe kweli? Ana uwezo gani mwanamke kama huyu kumkaba mtu? Mwangalie mtoto mdogo kama huyu. Kakukaba saa ngapi wewe? Ndugu yangu wewe. Kake, mie wewe watakanipandisha mashetani yangu, nishakuona. Mie hasa wewe watakanipandisha mashetani yangu. Na mashetani yangu watakuja panda hapa. Hakuna kunituliza. Sasa kama yeye kananiambia mie ndafanya jambo. Hilo jambo nitakalofanya asije niuliza mtu mie. Ukishanifahamu? Narudi Pemba. Nafanya jambo, pesa zangu zitakuja rudi. Unakwambia sawa. Umemuua, umemgeuza nyama, umemloga, umefanyaje? Wewe hapa kufai, ondoka. Nenda kapumzika. Nenda kapumzika. Nenda. Huyu mfisadi huyu. Nisikilize. Kama umekuja hapa na unasema unataka kumloga mtu, kaloge, kafanye unavyotaka wewe. Na ole wako afe. Akifa yule, ama zako ama zangu. Mimi na wewe tutajuana. Mame ngosema utakavyo, lakini mimi ndo nishasema nda zangu Pemba, mkirudi hapa pesa zangu zitakuja rudi. Umemfanyaje? Umemchinja, una mashetani? Nenda. Kama udugu bora uishe. Mpande mwaka huu ndugu yako tutaelewana vipi? Yule kakutana na nake. Machagudoa. Wanawake wa mjini wezi. Kwanza wasichana hawa 2000 hawa. Wamemuona Mpemba, katoka Pemba kaja na ushamba wake. Wenzao nao wamechomoa, wameweka. Kakutana na Machagudoa, wamemchuna na wataendelea kukuchuna wewe. Kwa ujinga wako. Wamenifurahisha. YouTube yake ninavoliwa. Mama. Nimekuamsha nikoage, mimi nataka niende sokoni. Nakwenda sokoni? Sokoni huko unakwenda kununua nini? Jamani mama, si vya kupika. Sawa. Kama vya kupikwa, lakini ninakwambia. Fanya uende urudi. Sio unakwenda unazunguka huko masaa kibao. Watu wakija wakukute kama vile wanavyokukuta mwanangu. Sawa mama. Na kuomba mwanangu. Haya. Wahi nenda sokoni. Wahi kuja kuswali. Naona leo umechelewa kuswali mwanangu. Sawa. Usichelewe na kusisitiza mwanangu. Nimekuelewa mama. Usichelewe. Sawa. Maana walimwengu wewe hawakupendi. Umenielewa? Haya. Nenda wahi kurudi. Sawa mama. Nenda mwanangu. Sawa. Karibu. Waalaikum. Waalaikum salaam. Kwema bwana, vipi hali? Safi bwana. Bwana, ule mfadhili wetu bwana aliyotoa hii sadaka kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Ona bwana asikae nayo. Ndio. Kufikishie. Ukasikaje kuna vifaa vya ujenzi wa msikiti? Okay. Unatosha ngapi? Milioni 1 hiyo. Achia. Basi na bwana, nashukuru sana. Sawa tena hizi umefanya vizuri kuleta mapema. Ndio. Kesho asubuhi tu nitakwenda kufuata vifaa ili ujenzi uendelee msikitini. Sawa bwana. Sasa bwana mimi naondoka bwana. Karibu bwana. Asante sana. Asante sana. Karibu. Asante bwana. Inshallah. Karibu shehe. Sikujua. Abeba. Niwekee hizi fedha. Sawa. Asubuhi kesho utanikabidhi kwa ajili ya kwenda kununua vifaa vya ujenzi wa msikiti mwanangu. Ukaziweke vizuri hela hizo. Panya wakiziona hizo watazila. Yaani mama. Panya hao waje leo tu kwa sababu ya milioni 1. Hela zimetoka benki hizi mume wangu zinanukia.
Famasiana ni. Hata usijali naweka kabatini. Unafunga kabisa? Aya, maliza mzee basi kuzaga. Pindu pindu. Sikujua. Sikujua. Nimejiongeza. Kaona asubuhi hii. Najua nitakuwa baba sawa, mimi naondoka zangu. Kwa hiyo ndo naenda. Nakwenda zangu, napitia hapa nani? Tumeletwa msikitini kutoka hapo. Wapi? Hii njia msikitini. Alafu nakata kwenye chochoro ya nani ile tunapitanga pale. Pale pake pepesi. Kweli. Kutoka huko tena naenda kwa dada. Sawa baba, wewe salama jamani. Baadaye. Vipi? Mwana amenikaba. Anataka kuniua. Kaukaba kwa sababu ya nini? Ananiambia ati mimi mbaya nimeleta malalamiko nyumbani kwenu. Sikujua. Ndio. Yuko wapi? Mwacha huku na enzie. Baba. Oya. Simpige baba yangu oya. Oya baba. Sikujua. Sikia baba. Ule msemo unaambiwa hivi. Mzazi huyu mtoto ila mtoto anaua mzazi. Nimefuata ile hela baba. Sikujua mwanangu. Ile hela ya msikiti, ujenzi wa msikiti nimekabidhiwa. Toa hela, mambo sio mengi. Hao wanalomba atakuumiza. Unajua mimi nakutetea hapa. Hela ya watu mwanangu, ile nitakupaje wewe? Unataka utaniweka wapi? Mimi mama mzima naaminiwa msikitini mwanangu. Na mimi mwenyewe mtu vile vile baba, toa mzigo atakuumiza hawa. Alafu hapo ulivyoniona kausha babu kama atujuani, alafu mimi ndo mwanao. Mimi nataka oya, baba yangu huyu. Oya tulia. Oya. Pigwa tu kazini ujue hapa. Kama unaweza oya. Fanya. Oya. Oya, msifanye baba yangu, acha ufala wewe. Wewe ndio umeataka, unaambia toa hela mpaka upigwe umizwe. Chukua mama, chukua. Oya. Babangu, oya kausha baba. Tutazingwana hapa hapa. Sikia mzee. Naam. Mimi ndio mwanao sikujua. Si umeniona? Nenda nyumbani. Ulichokiona hapa mimi si ndio sikujua ndio mwanao. Ulichokiona hapa usiende kumwambia mkeo oya. Bindashi usimwambie chochote. Na ukiniona fanye kama hatujaonana. Yaani vile vile ustaarabu ule ule. Mimi ndo mtoto nikiwa nyumbani, kondoo nikiwa mtaani chui. Oya, hela tu hapa. Wewe mzazi wangu nakupenda sana. Haya, pita na zako. Narudi nyumbani mama, hakuna simu. Alafu nyinyi. Mambo yote tunafanya kitu kwa mzazi wangu. Hii hela tu ndio imenipoza wewe. Mnanichukuliaje? Nishaambia yule baba wangu amwelewe. Nini? Sasa wewe unafanya nini dogo fala mmoja wewe? Tembea basi. Oya usinilazimishe kutembea wewe. Sasa hiyo ndio acha usiniambia nitembee vipi wewe? Mama sikujua. Toka nikwambie, nimeamini mwenyewe leo. Yule mtoto hawamsingizii watu, sikujua kweli mkabaji, muuaji. Leo kacha kunitoa robo mimi ningezikwa mferejini. Mimi sikufichi mke wangu, sikujua hana maana. Kweli anakaba watu. Kavaa kweli. Tena leo alikuwa uchi wa mnyama. Chupi kavaa tu na kiguo mshaumu na kifulana cha ovyo kama kikombe cha kahawa. Ushai kumuona? Ananiambia samaneko. Wala nilishtuka sikumjibu kitu chochote. Nakwambia kabisa mtoto namchukulia hatua. Akinyongwa, akiuawa hiari yake. Ananikaba mimi sikujua. Sikujua leo kumtoa mimi. Kachukua milioni moja msikiti ya ujenzi wa msikiti mke wangu. Kachukua. Sikujua na wenzake wawili wanaume hapo kweli. Nakwenda kumwambia mwenyekiti tunamchukua hatua na kwenda kufunga. Sitaki kumuona. Basi. Sasa unakwenda wapi mpanzi nikwambia? Unajua wewe mwanetu umezingua kinoma unajua. Afu hizo sizi upiga atufagilia hata kidogo.
Baba yako ule pale sio baba yetu sisi, unajua. Umeona unasemaje mwanangu? Huyu kazingua huyu. Alafu babu, hivi mwanangu mbona babako mdogo mbona mlio naye fresh tu kasoma mambo likaenda vizuri tu. Yule baba yangu si unaelewa? Hapa nishakinukisha sielewi niache. Hakuna maneno, huyu peleka chini ya sheria kahukumiwe kwa matendo yake aliyofanya. Sitaki maneno mwenye kibeba tu kwa kido. Twende. Wasio mwanamume. Wewe watu kanikamatia mwanangu hivi. Kitu gani alichokufanyia mwanangu mpaka unamkamata? Au kija kuangalia mtoto yeye ndio yeye. Nimekwambia leo utanipa talaka yangu kama mtoto. Uondoke, nisikilize, wacha kubabaje wewe. Na mimi nasema vile vile. Yule anakwenda kwenye chombo cha sheria, anahukumiwa. Kumbe ulikuwa unamtuma mwanao. Sasa kawalilie polisi, kamlilie mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Toka. Nimekwambia utanipa talaka yangu, utanipa talaka yangu. Haya, wewe. Wapi unakokwenda? Hebu kaa hapo kwanza. Sikuwa msikitini. Kwa hiyo umeiona bora swala kuliko ni kumhangaikia mwanao, si ndio? Mtoto gani? Sikujua. Una watoto wangapi hapa? Sikujua siku chini ya sheria jamani. Kwa aliyofanya. Au mimi sasa wa nini? Kahukumiwa kwa matendo aliyoyafanya. Sasa mimi naweza kwenda kumtoa nini? Ulikuwa unataka ani uwe, si ndio? Sasa nimekwambia hivi. Mwanangu arudi. Umeelewa? Mwanangu arudi. Wewe na huyo mwenyekiti wako. Asiporudi mwanangu, mimi na wewe ama zako ama zangu. Nataka mwanangu arudi hapa. Aha. Kwa hiyo mke wangu ulikuwa unataka yule mtoto aniue mimi. Yaani mimi kanikaba, alafu mbaya zaidi, mke wangu kachukua milioni 1 za ujenzi wa msikiti. Wakimsomea dua. Si bora vile wamemchukua atakuwa mzima. Je, mashe wangemsomea dua yule angekuwaje? Wangemsomea tu dua. Nataka mwanangu, usiniambie kitu mimi hapa. Hapa mimi nataka mwanangu. Usiniambie kitu chochote hapa. Unaletea masaa hapa mbele ya kuzaa. Wewe nini wewe? Wakati nilipozaa ulikuwa na kunisaidia nani huko? Mwimbili. Si nilikuwa na peke yangu. Kumbe kwa hiyo mke wangu wewe ulikuwa lako moja na mwanao. Kwa hiyo alikuwa anafanya yote ulikuwa unajua. Anafanya yote ulikuwa unajua. Ile ulikuwa unaningonga mimi tu. Kumbe unaelewa. Sasa nisikilize. Kwa taarifa yako, yule yuko chini ya vyombo vya sheria. Mimi siwezi kwenda kumchukua. Na kama unamtaka mwanao, nenda kamtoe kama unaweza. Na ukirudi hapa urudi na mwanangu. Hakuna kuondoka hapa. Unarudi na mwanangu. Ole wako, usirudi naye mwanangu. Jamii mnisaidie mwanangu